Tunapoanza asubuhi ya leo ibada zetu, we pray that you answer nasi bila uwepo wako. Nasi Bwana hatuwezi kuabudu bila uwepo wako. We worship. Worthy are you this morning, King of glory.
amefanya katika maisha yetu asubuhi ya leo. Zidi kusema wewe ni Mungu. Mangapi ambayo Mungu amekupitisha asubuhi ya leo ni Mungu. Ni mangapi Mungu amefanya katika familia yako. Mwambie utabaki kwa Mungu asubuhi ya leo. Hata wakati niko katika hali ya machozi, wewe utabaki kwa Mungu. Hata wakati niko katika hali ya kukataliwa, wewe utabaki kwa Mungu. Hata wakati nimefika mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Sema unafanya mambo ambayo. Nisikie ukimwambia Bwana, sema unafanya mambo ambayo. Kwa sauti kabisa, mwambie unatoa faraja ambayo damu. Sema unatoa faraja ambayo damu. Mwananishi wewe Mwananishi sauti yako Mwananishi Yesu maishani mwangu Mwananishi mwambie Yesu Mwananishi Inua sauti yako mwambie haufananishi na kitu chochote. Inua sauti yako mwambie haufananishi na kitu chochote. Inua sauti yako mwambie hakuna wa kufananishwa na wewe Shilo. Inua sauti yako mwambie hakuna wa kulinganishwa na wewe Shilo. Inua sauti yako mwambie hakuna wa kutenda ambayo unatenda katika maisha yako.
kutegemeza. Yesu wewe, Yesu wewe unanipa faraja. Hakuna kama wewe Yesu. Wengine tukua tunatarajia tunaweza simama asubuhi ya leo, Yesu umetusimamisha. Wengine tukua tunatarajia kuwa katika nyumba yako asubuhi ya leo, umetufikisha Bwana. Haufananishwi na kitu chochote asubuhi ya leo Yesu. You deserve the glory, you deserve the honor this morning, God. You deserve the adoration, Almighty Father. Wewe ni mwema Yesu. Tunaliita jina lako asubuhi ya leo. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 6, wewe ni Mungu wa miungu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaia 6 ya kwamba wewe ni mwaminifu. Nenye urumeme ruwane ndo tarogeti. Nande kimenyete katikati y'abantu batari abaronge na Isaia ogatebanga. Akamanya ngero okorire bobaso bosibwa Nyasaye. Akamanya ngobeire katikati y'abantu bali batamo maetio monene bakore ibintu bitamo bwenetio monene. Then he called upon the Lord, akamuomba msamaha ya kwamba amekuwa akifanya yale ambayo yamstahili. Asubuhi leo acha tuchukue nafasi. Ono motienyi bo moeli bo mwaka tomotenya senga monene. Iende ikawa kuna maneno ambayo tumefanya katika uwepo wako. Iende ikawa kuna maneno ambayo tumefanya katika familia zetu. Iende ikawa kuna maneno ambayo tumenena kinyume na wengine. Baba aweze kutusamea asubuhi ya leo. Aweze kutakaza vinywa vyetu asubuhi ya leo. Aweze kutakaza mioyo yetu asubuhi ya leo. Atufanye jinsi apendavyo asubuhi ya leo. Ndio maneno hata kama ndimi zangu asitakazika kwa asubuhi ya leo, naomba nikatakazwe. Vile ambavyo mtumishi wako Isaia ulivyomwekea kwa katika ulimi wake, nikafanya ndimi zake zikatakazika asubuhi ya leo. Mwambie Yesu, takaza ndimi zangu asubuhi ya leo. Mungu kwa msaada kwa. Hallelujah. Hallelujah. Tufanye ibada tukuabudu Mfalme. Tufanye ibada tukuinue. Biblia inasema ya kwamba niiteni. Call unto me. Tufanye ibada. Call unto me. Tukusifu Mfalme chizi. Unajua venye tuko hivi sisi ni binadamu. Na ni mengi tunayofanya, mengine hatufahamu kama ni vibaya kwa Mungu. Kama hili neno lilivyokuja saa hii asubuhi, Mungu amenena ya kwamba tumwambie Bwana atakaze vinywa vyetu asubuhi ya leo. Atakaze fikra zetu asubuhi ya leo. Atakaze ibada zetu asubuhi ya leo. Ili tunaposimama katika uwepo wake tusiwe tunampigia kelele. Alitukuwa tunamuita katika utakatifu wake Yesu. Oh Yesu, Yesu. Mama Hana angalia katika uwepo wa Bwana kwa miaka mingi. Lengo lake lilikuwa moja tu, alikuwa anataka mtoto. Na Mungu alimjibu. Yesu, Yesu.
zote. Salama. Oh, salama. Salama. Inua sauti kabisa. Inua sauti kabisa, mwambie salama. Ukiwa naye moyoni mwangu, nafsini mwangu, ukiwa na Yesu uko salama. Haleluya. Hakuna linalomshinda Mungu wetu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Nataka nitoe ushuhuda tu. Last week tulikuwa na conference hapa tukamaliza vizuri. And then on Wednesday jioni I was very sick. Bwana asifiwe. Very sick. Unakuwa mgonjwa na uelewi umegonjeka nini. Bwana asifiwe. And on Thursday I was even more sick. But sikuacha kumuita Mungu. Hallelujah. And today I'm here and I'm giving God glory. Hallelujah. Leo niko hapa. Hallelujah. Amen. Even when the body is very weak, I will still worship my God because He has given me life this morning. Hallelujah. Mbayo bare nyagitari batari ko nyara gukwana. Mbayo bare bitanda nga batari ko nyara ko imoka. You have a reason to worship the Lord this morning. No, you know we can December. Many of us lost our loved ones. Mwaka Bwana asifiwe. Sometimes unaketi chini unajiuliza mbona fulani akaenda. But sisi Mungu ametusongesha mpaka tunamaliza mwaka. Inua mikono yako tu. That's a good testimony. Just inua mikono yako tu. Kuna wenye mikono yao wako paralyzed. They cannot even raise their hands. You have your hands. Raise them to the Lord this morning. Inua sauti yako kwa Bwana. Mwambie salama familia yangu ikiwa na wewe asubuhi ya leo. Wengi walikufa mwaka huu lakini sisi Mungu ametuhifadhi asubuhi ya leo. Kwa sababu tunastahili kuliko wao. It is by His grace that we are here this morning to glorify you. Kibali cha Bwana asubuhi ya leo. Oh, we worship you, we worship you, we worship you.
ni salama. Utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Bwana, ingiza siku yangu Baba, katika jina la Yesu, ni salama rohoni mwetu tukiwa na wewe. Ni salama mioyoni mwetu tukiwa na wewe. Ni tumekuona, tunalishukuru jina lako. Utukufu kurudie wewe asubuhi. Kristo mama na atakuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe, kanisa asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo, na nimesimama kwa niaba ya secretary wa kanisa. Nitaenda wakati hiyo neema imeniangukia, nimefurahi. Kwani nyinyi mmekasirika? Mimi nimefurahi, nimefurahia. Kwa hivyo tarehe 16 mwezi huu tutakuwa na 6. Kwa hivyo vijana wetu wameombwa waendelee kujiandaa kwa ajili ya maisha yao. Kwa hivyo sisi kama wazazi tumeulizwa pia hiyo youth camp. Nimesema itakuwa pale Kereri Girl. Bethel Fellowship yetu asubuhi. Our pastors. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa Biblia inasema ni kwa ajili ya matangazo nitamalizia hapo, niingie kwa choirs. Kwaya yetu ya siku ya leo, kwanza tutakuwa na Bethlehem, itafuatwa na Solomon, mwisho tutamaliziwa na Altar Makers. Kwa hivyo Bethlehem, njoo kwa wimbo.
Solomon makofi. Wazee wanapoketi hivyo, wazee tumeombwa baada ya ibada tubaki nyuma kidogo. Tuonane na Bishop. Altar makers karibu.
Amen. Nasema ni asante kwa kwaya zetu zote, kwa nyimbo nzuri ambazo mmetuimbia, mubarikiwe. Mwisho kabisa ningependa kujua kama leo kwa nyumba tuna wageni, wale ambao hawajawahi hudhuria ibada yetu, ni siku yako ya kwanza kuhudhuria. Unaweza kuinua mkono wako juu. Asante, kuna mgeni pale nyuma, mtu anisaidie kumkaribisha. Unaweza kusimama juu mgeni. Asante, naona amekaribishwa pale. Mgeni, baada ya ibada tutakutana kwa ile meza pale ili tuweze kujuana, na tumekukaribisha. Unaweza kufanya kanisa letu la Nyamataro iwe ni kanisa yako ya kila Jumapili. Barikiwa. Ningependa kumalizia matangazo hapo nikiita praise watupe wimbo ili tuweze kutoa sadaka. Asante.
Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunalienzi na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema yako Bwana, kibali chako. Umekuwa Mungu mwema maishani mwetu. Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa sababu Bwana, wiki nzima umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuhifadhi. Tulikuwa mahali pale na pale Bwana, leo hii umetukusanya katika hema lako Bwana ili tukupe sifa. Asante kwa sababu ya baraka zako katika maisha yetu Bwana. Umetubariki vile Bwana ulivyotupa, tumetoa katika mahali hapa. Tumetoa sadaka zetu, tumetoa fungu zetu Bwana. Tunaomba ya kwamba jinsi vile Bwana unavyosema katika neno lako ya kwamba tukujalipu katika matoleo Bwana, na utafungua milango ya mbingu ili ukatubariki. Mungu, tumekujalipu siku ya leo, kafungue milango yako Bwana, baraka zako zikamiminike katika maisha yetu Bwana. Walio kutolea wakiwa wagonjwa Bwana, wakapone. Walio kutolea wakiwa na mahitaji mengi Bwana, ukayashughulikie. Walio kutolea kwa machozi Bwana, unaona machozi yao, ukawapanguze katika jina la Yesu Kristo. Bwana, pokea sadaka zetu ambazo tumekutolea kwa moyo mkunjufu. Tutakapoanza tena wiki nyingine Bwana, tuomba ya kwamba ukatufungulie njia, kazi zetu za mikono yetu Bwana, mashamba yetu na vyote vile ambavyo Bwana tunavyofanya, ili tupokee Bwana, tukabarikiwe, kisha siku nyingine tukutolea. Pokea sifa na utukufu kwa kuwa wewe ni Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naona wenzangu wamekaa, tafadhali tusimame. Umbali huu ni Mungu, si ndio? Si umbali huu ni Mungu? Yes. Kila mtu anifanyia namna hii. Kila mtu namna hii. Uko juu tufanye namna hii jamani. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pokea sifa. Hallelujah. Hai. Pole pole. Hivi tu pole pole.
Sauti yako mwambie wewe ni wa baraka asubuhi ya leo Yesu. Wewe ni wa neema asubuhi ya leo. Wewe ni wa ushindi asubuhi ya leo. Wewe ni wa baraka katika maisha yangu. Wewe ni wa baraka katika moyo wangu. Wewe ni wa baraka katika kanisa letu asubuhi ya leo. Tunakuheshimu Yesu. Mwambie Yesu, mwambie Yesu. Tunakuinua Yesu, tunakuinua hakuna mwingine. Tunakuinua, tunakuinua Yesu. Haleluya, tunakuinua, hakuna mwingine. Say
Baba, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu unastahili kuinuliwa. Tunakutukuza kwa sababu wewe unastahili kutukuzwa. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya ibada hii. Asante kwa sababu ya neema umetupatia kuwa ndani ya nyumba hili mara nyingine tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya mzee aliye ndani ya nyumba. Asante kwa sababu ya mama ambaye umemleta mahali hapa. Nakushukuru kwa sababu ya watoto wetu, vijana wetu walio hapa. Nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja wa watumishi wako walio ndani ya nyumba hili. Nakushukuru jinsi umeweza kutusaidia na kutubeba kwa mkono wako ulio hodari, Bwana, kufika siku kama ya leo. Tuna kila sababu ya kukutukuza, tuna kila sababu ya kukuinua, tuna kila sababu ya kukuinamia, tuna kila sababu ya kusema wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme, ni wewe yule simba kutoka kabila la Yuda. Umetupa neema kuwa katika nyumba yako ili tukaweze kunenewa pamoja na wewe. Nakushukuru kwa sababu ya vipindi ambavyo Bwana imepita. Nakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye amepata nafasi akasimama nyuma ya madhabahu haya kunena neno lako Bwana, kuanzia mwalimu wa kwanza aliyetuzungumzia ibada ya kwanza. Nakushukuru kwa sababu ya huduma ya praise and worship. Nakushukuru kwa sababu ya huduma ya utoaji sadaka zetu pamoja na fungu. Nakushukuru kwa sababu ya wale ambao wameweza kushuhudia matendo makubwa umeweza kuyatendea. Naomba kwamba Bwana ukawabariki na ukatufunike na damu ya Kristo. Imefika wakati tunapoenda kupata neno lako, Mungu, tunaomba kwamba ukatuzungumzie kupitia neno hili. Naomba ukaondoe ya wanadamu, uweze kuajilia yaliyo yako, na yaliyo yako yapate nafasi ndani ya mioyo yetu, na kila mmoja akaweze kubarikiwa kupitia ibada hii. Mtu asije akatoka hapa Bwana akiwa hajabarikiwa. Mtu asitoke hapa akiwa hajaponywa magonjwa yake yote. Asije akaingia ndani ya ibada hii na atoke akiwa vile alivyokuja. Naomba mageuzi makubwa. Naomba kwamba Bwana kukaweze kuwa na nguvu zako za kuleta mabadiliko katika maisha yetu, katika mawazo yetu, Yehova Mungu, mpaka tutakapomaliza ibada hii tuseme Bwana ametutenda mema. Nimepinga kazi zote za giza, mipango ya adui kinyume na ibada hii, maroho ya kila njia ambayo yanayonongonezea watu mabaya, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hizo nguvu zikapata kushindwa. Bwana upate nafasi, usungumuze pamoja na mioyo yetu. Jina la Baba litukuzwe milele yote, maana wewe ni mema. Tumenyenyekea chini ukapate kuinuliwa juu, na unapoinuliwa juu, wale ambao wako na shida mbalimbali unawashughulikia. Wale ambao ni wagonjwa wanapokea miujiza yao. Wale ambao Bwana wametembea mbali na msalaba, utawalete tena karibu na wewe. Asante kwa yote na vyote, maana wewe ni Mungu pamoja nasi. Jina la Baba litukuzwe. Pia tunakushukuru kwa sababu ya meza ya Bwana ambayo imeandaliwa madhabahuni. Tuomba kwamba Bwana ukatuandae kwa ajili ya jambo hili takatifu. Tunapoenda kushiriki, neema yako itutoshe, na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Amina. Nina furaha kubwa kusimama mbele yenu katika siku ya leo. Na nakaribisha kila mmoja aliye ndani ya nyumba katika nyumba ya Bwana. Kuwa hapa. Unaweza kuwa hapa leo, sio kawaida kuwa hapa na huwe Jumapili. So mkono wa Bwana, Bwana amekusaidia uko hapa na mimi niko hapa. So nakaribisha ili tuweze kuenda kubarikiwa pamoja kwa
watumishi wa Mungu walio ndani ya nyumba, sababu sio kawaida. Reverend Daktari Ojengo asante sana baba, Mungu akubariki kabisa na tunakuombea mema, Mungu akupatie. Alikuwa mgonjwa mpaka akaenda hospitalini, Bwana amemsaidia amerudi. Reverend Teresa nere na ruarta akaenda mpaka nyakitali na karibu tena katika kasi ya Bwana kwa jina. Wale wa church choir ya chire ligena hawako pamoja nasi, niliwaombea wakatoka, wameenda na Pastor Asira. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo kazi wameenda kutuwakilisha pale. Kwa vizuri. Nataka tuweze kuenda kushiriki katika neno la Bwana kwa muda mfupi, alafu baadaye tuingie katika meza ya Bwana. Nataka niweze kuzungumza mjana wa leo karibu mambo matano, faida ambazo unaweza kuzipata unapokuwa mwaminifu kwa Mungu. Benefits of being faithful to God. Kosa kwa mwaminifu kwa wanadamu, lakini unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, nitazungumzia machache, yako mengi lakini nitazungumzia matano peke yake. Nitazungumzia matano. Neno la kwanza linapatikana katika kitabu cha Colossians chapter number 2:6 na 7. Ningependa kama mtu amepata aweze sayo buna mwamonyorire Kristo Yesu monene nabo igo mogenderera asare mwabeire nemeri na mwagachirwe asare mworokeretiwe momenteke asokoiraneria lingana litanganie tokolinyora korwaga. Na mtumishi wa Mungu anazungumzia kanisa ya Kolosai. Agokwanere kanisa ya Kolosai. Ile mliweza kupata imani na muweze kuchukua mizizi katika neno hilo, muendelee kuwa na nguvu katika neno la Bwana, kumtumainia Mwenyezi Mungu. So kwa hivyo imani katika Kristo, faida tunapata ni kuchukua unapochukua mizizi katika Mungu, kwa sababu ya ile imani ambaye umeweza uko na na upepo unapopiga hauwezi ukaanguka rahisi. Vile tuliweza kufundishwa na tukachukua katika imani na ni katika jina la Yesu Kristo. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, Matendo ya Mitume 16. Amen. Amina. Hilo neno number 2, the reality of God. Hebu soma hiyo Matendo ya Mitume 16:29 mpaka 30. Ogokora kwa batumwa 16:29 mpaka 30. Akaligia chitaya chiretwe akalindoka gochieime akaiguswa asobwoba inse asamagoro a Paulo na Sila akabalenta isiko Amen. Amina. Hawa ni watumishi wa Mungu ambaye walikuwa wamemtumainia Mungu. Abana basomba banyasa
Mwenyezi Mungu nase ng'encho bamwegenete Nyasaye na walikuwa wanamtumikia Mungu, nande barakomokorera Nyasaye wakakamatwa wakawekwa katika gereza, chera lakini bado wakawa waaminifu kwa Mungu, nande bakagenderera ko babegenwa ase Nyasaye, wakaendelea kumuita Mungu katika pale gerezani. bakagenderera kumurangeria Nyasaye ali ase chera. Walipomuita Mungu, Paulo na Silas, ekero bamurangerete Nyasaye Paulo na Biblia inasema kwamba milango ya gereza ikafunguka, Biblia goteba ng'emirango yechera ikaigoka, na ghafla yule askari wa jela na mubasokono omurendi oli bwechera alipopata kwamba milango imefunguka, ekero anyorete ng'ebisieri byaigokire akaweza kufikiria kwamba wale wafungwa wametoroka. akakagera ng'abasibo batabire, Lakini Paulo na Sila wakamwambia kwamba usijiue, tuko hapa. korende Paulo na Sila bakamotebi ng'a tuita notora, Na Mungu akajulikana kwa watu wake. na Nyasaye akamanyekana ase abanto baye. Wakati uko mwaminifu kwa Mungu ekero ori omwegenu ase Nyasaye, na unapomtegemea Mungu na imani yako inapokuwa kwake kabisa, ekero omosemereti Nyasaye nokwegenda kwao kora ase hata are kabisa, kama utapita chini ya majanga mbalimbali, noetera ase emechando ao hauwezi ukaanguka, hauwezi ukamwacha Mungu, tokogwa tokomotiga Nyasaye, utaendelea kumtegemea Bwana. igo oragenderera komosemereti Ndio sababu tunaona hata kama Paulo amekamatwa na kigekogera tokora Paulo naye pamoja na Silas, ama na Sila, sio kwa sababu ya dhambi, tari ase eng'encho lakini yebibe kwa sababu ya kazi ya Mungu na ase eng'encho y'emeremo ya na ile Nyasaye, imani iliyokuwa ndani yao. okwegena kori kwarenge ime yao Hawakufika magereza wakatae imani, asechera bango okwegena waliingia kwa gereza wakiwa wanamtumainia Mungu, bamosemereti omonene wakaingia kwa gereza wakaanza kuimba, bagasoa asechera bakagendera wakamuomba Mwenyezi Mungu. bakamusaba Na Nyasaye, kwa vile Mungu ni mwaminifu kwa wale ambao ni waaminifu kwake, Nyasaye omwegenu ase bali barabegenu milango ya magereza ikafunguliwa, ebisieri byechera bikaigoka, na yule soja wa jela n'omurendi oli bwechera akauliza kwamba nifanyeje sasa, akaboli ng'a nkinda kwa akore sababu nimeona vile Mungu anakomboa. ekiagera nalole buna Nyasaye akobolia, Mungu tunayemwabudu, Nyasaye oyo togosasiana, Mungu tunayemwinua, Nyasaye oyo tokoimokorera Mungu igoro, ambaye amekutoa pale kwenye ulikuwa, Nyasaye oli okorusiria ase ni kwarenge Mungu mwaminifu kwa wale walio waaminifu kwake, oyo Nyasaye ori omwegenu ase bali ni barabegenu Mungu mwaminifu kwa wale ambao ni waaminifu kwake. Nyasaye ori omwegenu ase bali barabegenu Anawakomboa na kuwanazua igako batolia na kutoka kwa kobarusia mikono ya adui. ase amagoko y'omubisa, Kwa hivyo unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, igekero ori omwegenu ase Nyasaye inaleta ama inafanya inajulikana kwamba Mungu anaweza. igekogera yamanyekana ng'a Nyasaye nkonyarare. Amen. Amina. Hawa Paul na Silas waliweza kufunguliwa aba Paulo na Sila bakaigorerwa kwa sababu ya uaminifu wao ase katika eng'encho Mungu. y'obwegeno bwabo ase Nyasaye, Tunapopatwa na magonjwa, ekero tokonyoru n'amarwaire, tunapopatwa na shida mbalimbali, ekero tokonyoru n'emechando ao, tunapopatwa na kukataliwa, ekero tokonyoru n'okwanga, tunapopanda milima na maponde, ekero togotiramo ebitiro, waja imani yetu iendelee katika Bwana. obwegeno bwaitu kogendera Waja tuendelee kumtumainia Mungu togendera komosemeria na Nyasaye tusimame katika yeye. naende tutenene Kuna asaye mambo mengine unaweza kutarajia amang'ana narora asemerie katika maisha uweze kuyapata. ase obogima obo Kuna oyanyore mpango ambayo umekuwa nayo, emeroberi nero unataka kwatwaire kwamba Bwana akusaidie iweze kukamilika, egenderere lakini haijawezekana. korende teranyareka Bado waja tumtumainie Mungu, igatogendera komosemeria waja tuweke Nyasaye imani yetu katika yeye. atobeka okwegena gwaita Ulikuwa asaye unatarajia mambo yaende vizuri kwako, igo gwasemeretie amang'ana agende ulikuwa unatarajia kufaulu katika maisha yako, kogendera ore ase obogima lakini vitu bwao havijakuwa vile ulikuwa unafikiria. agenda buna gwatagete Weka imani kwa Bwana. okwegena ase Mungu ni mwaminifu kwa wale ambao ni waaminifu kwake, bali barabegenu na anawatetea na kuwapigania. baruanerera Yule ambaye anaitwa Paul oyo okoroku Paulo pamoja na Silas ama na Sila walitolewa kwa gereza igo baruseti kwa sababu ya imani katika Mungu, ase eng'encho y'okwegena ase katika Nyasaye jina la Yesu Kristo. ase erieta ria Yesu Number Kristo. 3, Ekia gatatu faithfulness obwegenwa builds families and relationships. igege kwagacha emechi ama n'obowamatu Tunapokuwa waaminifu, ekero turabegenwa miji yetu inajengeka. chinyomba chiite chikwagachika Faida tunapata tunapomtumainia Mungu, obuyekokonyora ekero tomosemereti omonene tunapoweka imani yetu kabisa kwa Mungu. tokwegena gwaito kabisa ase Familia Nyasaye. zetu inakuwa ni tunapata faida, familia zetu kujengeka, chifamili chiite na chikwagachika pia uhusiano wetu unakuwa bora. bwaito bwabo obuya naende obokongu
kuwa uaminifu kwa Mungu. ekero turabege nwase Mungu nyasaye anakuwa mwaminifu kwetu, nyasaye gakoba omwege na anapokuwa nwase mwaminifu kwetu nekero abeire omwege tunaanza kuona faida za Mungu, kwanza konyora obuya bwo kubwa familia nyasaye zetu kubarikiwa, chifamili chetu tunaanza chiasisigwa kuona uaminifu wa Mungu, wange akorora obwauge mahusiano yetu kati yetu yanakuwa bora. obwamate bwaitu gati yaitu bwaba obuya Kama wewe ni mtu umeajiriwa, onyaye n'omonto orikire unakuwa na uhusiano bora na wale ambao mnafanya kazi pamoja na wao. obwamate obuya nabalima bakora emirimo Kama ni wewe ambaye ni mtu uko na biashara, onye naye obwate unakuwa ebiashara na uhusiano bora na wale ambao mnafanya biashara na wari wao. obwamate obuya nabalima bakora ebiashara Kwa hivyo kila ile faida unapata igo obuya bori okonyora unapomtumainia Mungu, ekero omwoegenete omanene Mungu anaajiria neema fulani nyasaye gagotiga obuya gete isiyo ya kawaida etari ya kawaida ambayo inafanya familia yako inajengeka, yagere familia yao yagati inafanya mahusiano yako, yakora obwamate bwao kama ni mama na mzee, onye namang'ana n'omogaka mama na watoto wake, amang'ana n'abaana bao mzee na bwana wake, ama mzee pamoja na mke wake, omogaka ama n'omong'ina oyo mahusiano yanajengeka, obwamate bwagatika hakuna kuporomoka kwa ndoa. ogotago Kwa jina la Yesu Kristo, aseri etari ya Yesu tunapokuwa na uhusiano na ekero Mungu tobwate obwamate na obuya tunapokuwa na imani katika yeye, ekero tobwate okwegena Mungu asare anasababisha tunajengeka nyasaye gakogera ama twagatika tunachengwa. ose twagatwa Bwana asifiwe, amina Bwana asifiwe. onene yesu abako Anayetusaidia kujengeka ni Mungu, oyo ogotokonya twagatika nyasaye atakayetusaidia watoto wetu wajengeke ni oyo Mungu, orakonya abana baitu bagatike nyasaye atakayetusaidia ndoa zetu ziweze kuendelea ni Mungu. oyo oratokonya chinyoma chitu chiagatike nyasaye Na hii ni faida unapata unapokuwa yokonyora mwaminifu kwa Mungu. ekero ori omwegenu ase nyasaye Halo, yes Bwana asifiwe, manene yesu abakwe Bwana asifiwe. manene yesu abakwe Anayetujenga ni Mungu. oyo ogotwagacha nyasaye Utajaribu kujijenga, Biblia inasema kwingine kwamba Mungu asipojenga mji, asande agotebang'o nyasaye wanaojenga wafanya kazi bure. akwagache bagokora emirimo bosa Kiswahili kingine kinasema wanaojenga wanafanya kazi ovyo. kiswahili yatebang'e bagokora emirimo bosa So Mungu ndiye anayejenga. igo nyasaye nero Kama okwagacha umefaulu katika familia yako, onye kwagendereire ase familia yao usifikirie kwamba ni kwa sababu kuna ujuzi nyingi. okagang'ana ase eng'encho obwate obomanyi Ni oboge Mungu anayefanya hayo, okorire ayo na Mungu akifanya hayo na nyasaye ekero ni akorire kwa ayo sababu umekuwa mwaminifu katika ase yeye, eng'encho kwabeire na omwegenu unapokuwa ase mwaminifu katika Mungu, ekero ori omwegenu ase na Mungu nyasaye anakuwa mwaminifu na kwako, nyasaye akoba omwegenu na ni ase katika ore jina la Yesu nase Kristo. erieta ria yesu Njia nyingine nataka kusema hivi egento kene ntaete goteba kwamba tunapokuwa waaminifu kwa Mungu, ng'ekero turabegenu ase nyasaye Mungu hujenga familia zetu. nyasaye gakwagacha chifamili Na chetu njia nyingine ni kusema nenjera yende nogoteba tukikosa kuwa waaminifu kwa Mungu, turiabegenu ase nyasaye Mungu ataporomosha familia zetu, nyasaye garatagore ama chifamili chetu familia zetu zitapomoka chifamili chetu tukikosa chiratagokere kuweka imani yetu kwake. onye ntorikobeka okwegena gwaita asare Maana tusipoweka imani kwake, onye ntokobeka okwegena asare familia zitaporomoka. chifamili Ni kwa nini chiratagokere ziporomoke? nase kichigo Maana tagoka hatuna imani katika Mungu. ase eng'encho ntorina So okwegena ase tunapokuwa nyasaye na imani katika Mungu, ekero togotwara okwegena ase Mungu nyasaye hutujenga. nyasaye Ninaomba gagotwagacha katika mchana wa leo, igo nasabire ase omogaso mahali wayo ambapo tumepomoka, ande ase ase twatagokere Bwana akatujenge mara nyingine. twagacha nainde Mahali ambapo hatujafanya vizuri, ase tutarakora buya Bwana akatusaidie tufanye vizuri zaidi, tokonye tokore buya maana tumeweka imani yetu katika yeye, twabekire okwegena gwaita na ni katika asare jina la Yesu Kristo. nase erieta ria yesu Na kristo hiyo inapatikana katika Hebrews, nekiegekonyonyorekana ase Waebrania 10 usome mstari wa 25. abaiberania 10 osome 25. Yeah. Faithfulness builds families and relationships. Hebu soma hiyo. Hebrews chapter number 10 and verse 25 inasema kwamba msikose kukutana. Hebu soma hiyo. abaiberania 10:25 gotebang'a titotiga gosangererekana amo buna eng'encho y'abande ere korende toremanie intwe ase intwe kobua mono ekiagera moroche ng'a rituko riria riaikire ang'e. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kuna furaha ama kuna baraka fulani ogosisenegete nkoro ambayo tunapata
tunapokutana pamoja kama familia, tunapokutana hapa katika ibada, kuna uwezo kukaa nyumbani kwako na uweze kutazama TV ama uweze kuangalia mahubiri haya kutoka kwa TV. Kuna uwezo, uko huru kufanya hivyo. Lakini tena kuna faida nyingine unapata tunapokuja pamoja hivi. Kuna neema fulani Mungu anaachilia watu wa Mungu wanapokusanyika pamoja. Mungu anapoona mambo hayo anaamuru baraka. Ndio sababu kitabu cha Psalms chapter number 133 inasema, tazama ni jinsi gani ilivyo bora watu ama wandugu wanapokaa pamoja wakipendana. So tunapokuwa pamoja katika ibada, kuna neema fulani Mungu anaachilia kwa sababu ya zile faida tunazipokea wakati tunapomwamini. Kuna watu wengine wanasema kwa mimi sitaki kwenda kanisani, mimi nataka nikae kando, sitaki maneno mengi, mimi nataka nikae nyumbani kwangu, sitaki kwenda kanisani. Unaweza kukaa nyumbani na ubarikiwe, lakini unabarikiwa zaidi unapokuja kwa watu wengine. Tunajenga familia, tunajenga mahusiano, tunajenga mawazo yetu pamoja, tunajenga kanisa pamoja. Tunapokuja pamoja kama kanisa, na ni katika jina la Yesu Kristo. Number 4 ya karibu kumalizia, faithfulness gives a clear conscience. Hebu tusome Matendo ya Mitume 20 verse 20. Acts of the Apostles chapter number 20 and the verse 20. Yeah. Sikufija neno lolote lile ambalo lilikuwa la msaada kwenu. Lakini niweza kuwafundisha wazi wazi nyumba kwa nyumba. Bwana asifiwe. Inamaanisha kwamba tunapokuwa waaminifu, inalete yale mawazo yaliyofichika yanakuwa kwa uwazi. Anasema hivi, nilipita nyumba kwa nyumba nikiwafundisha yale mambo ambayo yanayopaza wokovu. Nikawafundisha mambo ambayo yalikuwa ni ya msaada mkubwa kwenu. Sikuficha kitu chochote. Kwa hiyo tunapokuwa waaminifu kwa Mungu, faida tunapata ni kwamba hakuna kitu kinaweza kufichika. Siri za Mungu zinakuwa wazi kwetu. Yale ambayo ni ya msaada kwetu, Mungu anafanya, yanaajiliwa kwetu. Hakuna jambo linaweza kufichika tunapokuwa waaminifu kwa Mungu. Number 5 ambayo ndiyo ya mwisho kwa sasa, inasema faithfulness produces fruit. Galatians 6 verse 9. Tunapokuwa waaminifu katika Mungu, tunapotembea pamoja na yeye kwa uaminifu wote, hata kama tunaweza kungojea tuone kwamba hakuna dalili ya kufaulu, hata kama umengojea miaka na miaka, hata kama umekuwa mgonjwa, tumekuombea na utapata uponyaji, lakini kwa sababu umeweka imani yako katika yeye, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hata kama itaenda miaka, yeye
ni mwaminifu kwa walio waaminifu kwake. Lazima wafune matunda. Lazima waone matunda yakitokea. Katika kitabu cha Wagalatia 6:9. Asa kitabu cha Wagalatia na inasema aje? Titoro sako karamaya. Tusichoke kutenda mema. Ekiagara na togese ekere engakiera ike. Maana tutafuna wakati utakapotimia. Tutakuetie mioyo. Tusipokufa mioyo. Bwana asifiwe. Amen. Torosa Tusichoke kutenda mema. Tusichoke kwa sababu unajua unaweza kufanya mpaka uchoke. Titoro sikiagara na bora akole mpaka orose. Unaweza kungojea mpaka uchoke. Na bora aganye mpaka orose. Unaweza kungojea na ufanye usione faida leo. Na bora aganye na ndo kole toro leo obuya bono. Unaweza kungojea na uombe, uende milimani kuomba na usione dalili ya mafanikio. Na bora sabana ndo aganye na ndo enda sio ketuno kwa sabana ndo toro. Unaweza kuombewa na wahubiri wote hapa ulimwenguni. Na bora saberuna barandi bonsi agasi. Na usione dalili ya kufanikiwa. Unaweza kuombewa na Bishop Ken. Na bora saberuna Bishop Ken. Hiyo isitoshe uombewe na Reverend uombewe na Pastor David. Unaweza kuombewa na Teresa. Unaweza kuombewa na Pastor Asuma. Na ndo saberuna Pastor Asuma. Unaweza kuchoka na hao uende kwa Ezekiel. Unaweza kuombewa na hao na usipate mafanikio. Isiwe sababu ya kuchoka kutenda mema. Faida tunapata tunapomtumainia Mungu. Mungu anatufanya tunatulia. Tunangojea tunatulia mbele za Mungu. Ile faida tunapata Mungu anatusaidia tunatulia, tunakuwa watulivu. Hatutakuwa na roho ya kutangatanga. Kwenda huko kukimbia huko miujiza iko pande nyingine. Mungu anaachilia neema ya kutulia na kungojea Bwana, maana Mungu ni mwaminifu kwa wale ambao ni waaminifu kwake. Miujiza iko Mombasa. Miujiza iko kwa kanisa lolote. Miujiza yako iko hapa Nyamataro. Bwana Yesu asifiwe. Manene Yesu abakwe. Sisi ni wale watu tunaombea watu kwa mitandao. Ntumna abantu bali tosabera abantu ase mitandao. Abantu mbere bawake simbate banga pastor nsabere. Wakati nimemwombea. Akarana musabere. Umayakoruwa ntabinga ki omosombo Nyasaye. Anapiga simu anasema mtumishi wa Mungu. Nione vile maisha yangu inakaa. Anafikiria sisi ni tunarusha mawe. Anataka nimwambie tuma pesa fulani ili ajue maombi yake yamejibiwa. Sasa wanashituka. Ninaambia mtu namwambia Mungu amekusaidia na umepona. Na kupita na hayo mtumishi ni nini nitafanya? Uko na vyombo vya kazi vingine. Uko na maneno ya kitambaa. Wewe unatoa anointing oil. Unauza maji. Unauza kifagio. Hatuna hiyo. Imani katika Mungu iko na uwezo kusababisha yale ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Na katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu watu hawajatulia. Ndio sababu watu wanakimbia huko na kule. Ndio sababu watu wengine wamefungua kanisa Jumatano. Nyingine ni Thursday. Kwa sababu vile watu wanahitaji. Jumapili nitakuwa kanisani. Kwa hivyo mtumishi wake nikuje Thursday. Wagendo kwa bukeruze. Unaenda huko unachapiliwa. Unachapa makofi. Unapiwa makofi. Kogoja na mataro bimbe tobosyo. Unakuja Nyamataro kama umefura uso. Watu tabenga tinyi gweti wasene chiara jimbwate. Unasema sijui nini. Tali chiara chobwate wage tuwe. Ulipiwa. Mtumainieni Mungu. Weka imani katika Mungu. Na Mungu ataenda kubadilisha mambo yako.
la Yesu. Asili yetu ya Yesu Kristo. No abagwa college. Hata kama ulimaliza college. Bakota kategori taya miaka ya hiki. Mpaka unataka kuritaya miaka imefika 40. Mpaka umefika 45. Unaona vitu haiko sawa. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Ni mwaminifu. Nyasaye no mwegenu. Uliolewa. Umekaa hujawahi pata mtoto. Miaka imeenda. Imefika hata 10. Unasema sasa nimeombewa na watumishi. Hakuna kitu kimetendeka. Niacha wokovu. Niacha wokovu. Mtumainieni Mungu. Mtumaini. Maana yeye ni mwaminifu. Kwa wale walio waaminifu kwake. Katika jina la Yesu. Tusichoke kutenda mema. Hata kama watu watakusema. Wewe tenda mema katika jina la Yesu. Hata kama watasema wewe tenda mema. Hata kama wanasema fanya kazi ya Mungu. Nani katika jina la Yesu wa Nazareti. Kazi ya Mungu. Wakati unaofaa na wakati usiofaa katika jina la Yesu. Wakati watu wanakuja kwako, si tu wanakuja. Wanakujua kama suspect. Vitambaa vya kanisa viko kwako. Anakuja anaangalia haki. Hiki ni kile. Wanasema haki ya Mungu hiki ni kitambaa cha kanisa. Hata watu wa kanisa wakikuja waimbe. Kitambaa cha kanisa kiko kwake. Hello? Watu wanakuja kwako unawapatia vitu vya plastic. Kiti kama hiki. Ulichukua eti fellowship ilikuwa inakuja kwako. Kikabaki huko. Utaki kukileta. Sisi tunakuja tunaangalia hivi. TNPC. Na kioto hata tukaranzete. Ndicho umetupatia tukaalie. Na saa kuabere. Mungu akusamehe. Katika jina la Yesu. Hello. Yes. Ni vizuri uweze kurejesha vya Mungu. Mbiyo ile ni vya Nyasaye. Abakwa manene. Amen. Bwana asifiwe. Manene Yesu abakwe. Abantu wana kibako monya, ni bako monya kanenge kirongero. Watu wanakusema ukweli. Yako wasimora jinzaze. Kanya katabanya kana mwake nori nokera. Waacha sema nilikisahau wakati. Enda nacho kisibaki hapa tena. Kuna watu wako na vitu vya kanisa. Birika ya kanisa iko kwake. Thermos ya kanisa iko kwake. Vikombe vya kanisa viko kwake. Sufuria ya kanisa iko kwako. Hata blanketi ya kanisa iko kwako. Mattress ya kanisa iko kwako. Vitu vimejaa huko na ukinenewa unasikia vibaya. Mungu Nyasaye tigaokonya. Wacha Mungu akusaidie. Yesu. Katika jina la Yesu. Unajua mimi mkiniambia hivyo. Niko na roho kidogo sana. Mtawacha hii kanisa. Leta kiti ndio wacha. Leta ile sahani ndio wacha. Kile kikombe ndio wacha. Katika jina la Yesu. Amina. Kuna watu wanatutisha sana. Msipitishe, mjue mipaka. Tusichoke kutenda mema. Amen. Tusichoke kutenda mema, tutavuna. Tunapokuwa watulivu. Eka baba toereru. Treasure unasikia? Kikaa katika hiki kiti cha pesa. Watu wakiona unahesabu pesa. Nguo kama hii umevaa. Wanasema pesa zimeishia hapa. Treasure anapenda kutengeneza nywele hata kabla ya kuwa treasure. Watu waseme ni pesa. Hapana, na bakwana na hii treasure kana bozo. Wakisema hayo kanana sasa ya Yesu. Endelea katika mtu wa Mungu asema amen. Bwana asifiwe. Amina. Natokese. Tutavuna. Hemioyo.
tusipokufa mioyo. Umuriro uri kwa bwata ngaiba nogenda. Ile moto ulikuwa nayo ilienda wapi? Akerere kali kwa bwata kiega. Ile kierere ya kazi ilienda wapi? Ngenge kwa kuweka bosibo. Vile ulikuwa unajiweka mstari wa mbele. Nini ilikutoa pumzi? Ngikia ko uromo ikabakararo. Nini ilikutoa pumzi mpaka siku hizi? Ogo ikaranze biro bya makaka. Unaketi katika viti vya huko nyuma. Ngikia ko utorabaka kwa rengo ikaranze biro bya muziga. Nini ilikutoa pumzi? Ulikuwa unaketi kwa viti vya hapa mbele. Oi karanze ga live and direct. Unaketi hapa mbele live and direct. Gochia somo kwani direct. Unaangalia kwani yani ole ga oganyete. Uko hapa unangoja. Ndio tokikia ko utoromo ikaba wa toyenga mageke kwa kamaga. Ukarudi kwa kiti cha nyuma. Akamuraga. Miyole mo interest. Bwana asifiwe. Amina. Ngendo kiyako nini ilikutoa kwa viti vya hapa mbele? Kama Ben Zakari nikimpata huko nyuma, si nitajua umepata kitu. Kama ulikuwa unaketi hapa chini umeenda juu, si nitajua kuna jambo. Amen. Tusichoke kufanya kazi ya Bwana. Mungu anakuwa mwaminifu kwa wale ni waaminifu kwa. Tutavuna Marisela. Tusipokufa mioyo. Anita utavuna kama utakufa moyo. Kadri nisikufe moyo Yesu yuko. Frida utavuna. Usipokufa moyo. Bwana asifiwe. Amina. Wacha kufa moyo unakuja kanisani kama mtu mwenye ana nguvu, vitu havijaenda sawa. Eti nyumbani vitu ni ngumu. Hata kama tunakuja kanisani tunajilazimisha. Kuna watu kwa Biblia walipitia shida lakini wakabeko kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Tutaabudu Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na nchi. Yule mfalme alipokuwa na wababaisha, anawaambia mtarushwa ndani ya moto. Wakasema hata tukirushwa ndani ya moto hatujabadilisha mawazo. Wameweka tumaini lao kwa Mungu. Amen. Wewe ukiwa mgonjwa tu kidogo hivi, mtu anakuuliza ni aje uko mgonjwa hivi? Umeenda hospitali? Huu ugonjwa si wa hospitali. Utaenda. Vile ninaona mambo iko, wacha nikuunganishe na daktari fulani. Uko na namba ya mganga? Uko na hamu ya kuomba pesa? Wacha tupigie mtu. Wacha kama nikufa tufe kwa Yesu. Kama ni kifo, amen. Amina. Chanda nene togwetera mpaka inatusumbua. Mpaka unaenda kutafuta msaada kutoka Misri. Washangazi zako wanakuja. Wanakubembeleza kuwa kuna muombezi mahali fulani. Unajua anakupatia maji tu. Hana shida yoyote. Unajua kuna waganga wamekuja wanaweka Biblia kwa meza. Anaweka Biblia ili kuvutia haraka, unapoenda unajua anajua neno, lakini anakuambia maneno mengine. Tusichoke kutenda mema. Ntoro sago korama ya. Vumilie katika Bwana. Tolemereria somo nene. Nyasaye no mwegenwa. Nyasaye na aturwanirire. Nyasaye na akurwanirire. No nyetera ababuja buno gwasembera. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Nyasaye no muya na ndeno mwegenwa. Katika jina la Yesu. Haba kwa Yesu. Amina. Tojuna babo yara. Unaona vile huyu shosho wako? Huyu ndio shosho tuko na yeye mzee kabisa kwa hili kanisa. Huyu ndio shosho mkubwa kabisa anakuja kanisani. Age mates wake wamelala nyumbani.
kanisa utobisiana mate ngo sita ko genda kana. Amina. Seri etadio manana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu shosho mnichungie yeye. Bwana asifiwe. Amina. Abangina banga bana bagate bakolelwa babe kwa machira. Mama wanatakiwa watiwe moyo. Bwana asifiwe. Amina. Abaku Yesu. Amina. Tusichoke ani yakoro kunga Mildred. Mildred tusichoke. Huyu anaitwa Mildred. Usichoke. Salome usichoke. Bwana asifiwe. Amina. Abaku Yesu. Amen. Abantu bakoita moyo. Watu wanaweza kufanya ukufe moyo. Watu wanaweza fanya ukufe moyo Ruth. Bakoita moyo ngatoka enderera. Lakini Nyasaye na akaraki. Lakini Mungu yuko. Konyoka enderere. Atakusaidia uendelee. Uya mono Steve. Asante Steve. Nyasaye na itikanya kuseni Steve. Mungu akubariki Steve. Aliatarikokorera bali. Akutendea yale atendei wengine. Huyu ni mtu mzuri. Bwana asifiwe. Amina. So usivunjwe na mambo ya wanadamu. Tongusunama mangana mwanya bantu. Abakuwa manana. Amina. Abaku Yesu. Amina. Bantu bane bali bakuja bakubanira mangana mabi. Kuna watu wanakutabiria maneno mabaya. Nye kanisa yengi yako konye. Ili kanisa limekusaidia nini? Tangu uanze kuenda huko. Kisa taka choko bako na kumasa. Sadaka tu ndio wanaomba. Ngana ndirika jitaeli. Ngana ndirika bijiba sageti. Tena andika tayari toa. Pima ya uniform. Tena pima uniform. Nani pima ya hata makers. Tena pima ya hata. Nani pima ya chachi kwaya. Tena pima ya chachi kwaya. Nani pima ya fero subumama. Tena pima ya fero. Nani wewe tena kwa hajire. Umesikia umechoka. Waza kumoyo. Usikufe moyo. Kwa sankoro aseria ndani ya Yesu. Vuna katika jina la Yesu. Mungu asema amina. Amen. Kuna kufuna. Kwa sankoro. Abaku Yesu. Amina. Hakukunga kwa raso kwa bana mapa. Ukisikia umechoka anza kwenda mapema. Ukisikia Mungu hajakufanyia kitu, enda ke mapema. Mungu ametusaidia. Ametupitisha mabonde na milima. Watu hawakujua ungekuwa kitu. Wiki hii ilikuwa ni siku ya ilikuwa ni Friday. Nikaenda kusabere nyumba yo muboraka. Ambaye Mungu amemsaidia. Watu walikuwa wanataka Nilienda nikapiga kikamako. Nikapiga kikamako huko. Nikasema nyumba ianzwe hapa. Enyombe gaanzwa. Nyumba ikaanza. Enyomba ya hali. Nyumba imeisha. Na chia tonga saba. Mungu no ibano no harimi. Seri yetari ya Yesu. Amen. Ngori yako tabanga to yoko rakeni. Nani yule anasema huwezi fanya kitu? Ngori yoko kupima neke pimo kiara. Nani yule anakupima na kipimo cha leo? Nani anakuona vile uko hivi leo? Anafikiria utakuwa vizuri. Nani anakuona kwa sababu ya mateso ambayo anafikiria Mungu anaweza mambo yote. Ako nyara mang'anosi katika jina la Yesu. Amina. Sini Mungu anabariki watu. Sini Mungu ako na uwezo wa kutoa mtu mavumbini, amlete hapa katikati. Amlete hapa katikati vile Judy wanatuambia, na anamtoa hapa katikati, anamweka juu. Amina. Wakati uko juu, ni Mungu amekupeleka pale. Wakati niko hapa chini, Mungu amekuacha huko juu. Sasa amekuja kunichukua. Yes. Amina, tutakutana mahali hapo. Tutakutana tuongee vile tunafanya matatu. Amina. Amen. Amina.
Kuna watu wanakuona Florence kama mtu ambaye hana mwelekeo. Nyasaye nale noko bwabwo rusio montonse. Amina. Huyu sister ya Ogero kuja hapa. Huyu ni sister ya Ogero. Ni wake na wiki. Huyu mtoto ni wake na Ogero. Mungu alimfanyia miujiza. Wakati umekataliwa, kila mlango umefungika, Mungu atajua vile atafanya, vile atatafuta nafasi hivi kidogo ili afunge midomo ya maadui. Mtoto wake alimwabeba kwa madhabahu kwa Amerika. Wale watu walikuwa wanamwangalia kichini chini. Maisha itabadilika. Utampata amebeba handbag vizuri. Amen. Nguo zitabadilika. Hata kwa anavaa nguo yoyote hivi. Viatu itaenda juu kidogo. Amen. Amen. Anaweza. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Unajua hata mandugu zako wanaweza kukukataa. Wanakudharau eti hujaajiriwa. Wanakudharau hata bwana wako mahali uliolewa hana plan. Mungu anatafuta mwanya. Anapima. Nitafanyia jambo wapi hapa? Alafu analeta kitu mara moja. Mandugu zako wanakimbia. Wanasema tumekuwa tukikuombea. Finally God has done it. Sasa wanaungana pamoja na wewe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kama hujapata hii bagi, Mungu ako kwa factory anatengeneza bagi yako. Hello. Yes. Kama hujapata hii, usijiue. Be faithful to God. Kaba umwege nwa senya saa. Mungu anasema utavuna. Uwezi fanyia Mungu. Uwezi kutumika kwa madhabahu haya ya Mungu. Meremasa madhabahu haya nyasa. Na uko na imani katika Kristo. Ndio na ukwege na se Kristo. Uende nyumbani. Uende nyumbani ukisema hii ni nini Mungu amenifanyia. Nyasaye. Amen. Hawezi kukuhangaisha. Hangaisha. Hakukusokia. Hata kuaibisha. Bwana asifiwe. Amina. Watu ambao wamekuwa waaminifu katika Mungu, Mungu anawabariki. Ndio maana tuko na Justice Omido kwa nyumba ya Mkutu. Kwa sababu asengenza akolire meremo. Matunda ambayo tunapata wakati watu ni waaminifu, tunapata vitu kama hivi. Tunawekewa vitu kama hivi na watoto wetu. Katika jina la Yesu. Wakati Mungu amekubariki watoto wako wako vizuri, waambie tuende kanisa. Waambie tufanye jambo kanisani. Wacha nimalizie hapa. Nikisema Mungu awabariki. Usichoke kutenda mema. Kwa sababu tutavuna tusipo. Kwa nyumba ya Bwana. Huku kuwa mwaminifu. Ukipatikana hujavuna. Ulikuwa kwa nyumba ya Bwana na hujavuna. Tomoka leti Nyasaye senchere bwenerete. Mambo imeanza kubadilika mapema.
Bwana asifiwe. Amina. Tayari Mungu ameanza maneno. Amina. Haba kwa Yesu. Amen. Na Mungu akikubariki, Na Nyasaye karago senini. kubali kwamba umebarikiwa. Anchera nanga kwa sise niwe. Haba kwa maneno. Amina. Nyasaye kako seni tika bantu omenenga kwa sisi. Wakati Mungu amekubariki, wacha watu wajue kuwa umebarikiwa. Wacha kuishi kwa uoga. Kukuku sambe kiliro samba. Ukitaka kuchoma nyama choma. Eke bindori kabiri gisebuje bitungu. Weka vitunguu iungue vizuri. Yakobeke nyama yoka na maji yoka. Wacha kuweka maji na nyama pamoja. Yakarete yoka bantu bamane. Titanuka watu wasikie. Tigara bantu wangu bintu byanze kujenje bitungu batako Watu yuko. wajue vitu imeanza kubadilika. Wajue dalili ya change. Wajue dalili. Unotaka kukuwa na seri yogi abantu bako kukuwa na seri yogi. Huko unaongea kwa sauti, anza kuongea kwa sauti. Ba kwa Yesu. Amina. Akanda muno muntu susubale. Wacha kutembea kama mtu ambaye amesusubale. Diga bantu wale nganyata nali amo nale. Tembea watu wajue kwa Mungu ako pamoja na wewe. Wewe tabaka bantu batala ngomonto. Umonto ndira sala. Amen. Yakoma muntu. Wacha kutembea kama mtu ambaye anataka kuonewa huruma. Tote nenabo kongwa senya sana. Emechando na berate. Kolende tote nenabo kongwa se Kristo Yesu. Magonjwa yasituhamishe kutoka kwa Mungu. Umasikini usituhamishe kutoka kwa Mungu. Shida za huu ulimwengu usitufanye marafiki zetu wasitufanye tuame. Tote nenabo kongwa se Kristo. Tomoga nyomo nene na ndentogese kama hatutakufa mioyo katika jina la Yesu. Na Bwana wabariki. Na Nyasaye abasini. Amen. Amina. Hebu tusimame zote juu. Tote nene tuensi igoro. Amen. Ni saa 6:20 masaa ya Afrika Mashariki. Amen. Tunataka tumalizie hapa. Nataka tuombe. Alafu baadaye tutaingia katika meza ya Bwana. Na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Tuinue mikono yetu zote juu. Walio chini na walio juu. Tumuinulie Simba wa Yuda mikono yetu. Anayetujua vizuri. Anayetufahamu. Yeye ambaye ametubeba kwa mkono kwa vile yeye ni mwaminifu. Anajua mioyo yetu. Tunaomba tusaidie. Tuweze kuwa waaminifu kwake. Tutembee katika uaminifu. Na baadaye tutafuna amatunda yako bwatana no bwegeno ama tupate zile faida zinaambatana pamoja na wale ambao wanaomwamini Bwana. Na bali bamwegenete katika jina la Yesu Kristo. Aselieta ya Yesu Kristo. Baba nakushukuru sana kwa sababu ya wema wako. Fadhili zako ni za milele. Hakuna Mungu kama wewe. Matendo yako ni ya ajabu. Neno lako ni kweli. Hii sio hatiti. Neno lako linasimama. Neno lako liko hai. Neno lako liko na nguvu. Neno lako tunalitumainia katika jina la Yesu Kristo. Sababu neno lako unalifuatilia uweze kulitimisha. Nimeongea kama mwanadamu nilio na udhaifu wangu. Naomba kwamba Bwana ukasaidie mtu mahali hapa. Mtu asaidike kwamba tukifunze kukutegemea wewe. Hata kama itakuwa aje, tujifunze kukungojea. Hata kama kutakuwa namna gani, tujifunze hata kama tutakataliwa na watu wote. Tujifunze kusimama pamoja na wewe Bwana. Kama vile ulivyosimama pamoja na Danieli. Hata aliporushwa katika tundu la simba, ukamtetea, ukamkomboa. Kwa sababu imani yake ilikuwa ndani yako. Naomba ukaweza kupigania mtu. Kama vile yule ambaye anaitwa Job aliweza kukutumainia
hata alipopoteza kila kitu, imani yake ilikuwa kwako, na baadaye ukamuinua mara nyingine. Naomba ukainue mtu hapa ambaye amekutegemea, ambaye amekungojea, ambaye anaitanishwa na jina lako. Ukamtende mema, Mungu. Naomba msamaha wa dhambi mahali ambapo tumekosea, mahali ambapo tumekwasana, mahali ambapo tumeongeana vibaya, mahali ambapo tumesengenyana, mahali ambapo tumeweza kuumishana. Wengine wako na vidonda ndani ya mioyo yao, naomba ukasamehe katika jina la Yesu wa Nazareti. Neema yako ikaweze kututosha na ukatupigania katika kila njia, kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Haya ndiyo maombi yetu katika mchana wa leo, kwamba Bwana tusaidie tukaweze kuwa waaminifu kwako, tukaweze kuwa tumeweka imani katika wewe, na uwezi ukatuaja, ukatukomboa katika kila njia, na jina lako liweze kuinuliwa. Utukufu na heshima kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tukiwa katika hiyo hali, kabla tuketi, labda uko hapo wewe ni mgonjwa, unataka kumtumainia Mungu kwa imani, naweza inua mkono wako juu, au kisikii vizuri, ama uko na mgonjwa nyumbani, unataka muujiza wa Bwana, mwone mkono wako mahali ulipo, nitakuwa hapo, Bwana atakusaidia. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepata uponyaji. Neno lako katika kitabu cha Zaburi 103 aya ya 3, ni wewe unayesamehe makosa yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote. Nimetuma neno la uponyaji kwa wale ambao wako hapa na wale ambao wako nyumbani, wapate uponyaji kamili. Kila maroho ya kisetani, iwe ni nguvu za giza, iwe ni mapepo na majini, iwe ni maroho ya kiukoo, iwe ni waganga wa kienyeji wametuma magonjwa, nimekata hizo nguvu zote katika jina la Yesu wa Nazareti. Nikitangaza uponyaji wao ukawaendee wote katika jina la Yesu Kristo. Kwa utukufu na heshima kwa yote na vyote, maana uponyaji ni chakula ya watoto wako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Hebu tuketi. Tuketi kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Wale tunasaidiana na wao kwenda kuingia katika kupeana mesa ya Bwana.